Watazamaji wangu wa Shauri TV, mimi ni wako tena Musa Shauri, na hiki ni kipindi chetu cha Sema na Musa bin Shakur. Na leo habari yetu ya leo inazungumzia ujenzi ulioweza kusimama kwa muda mrefu. Ujenzi huu ni wa kiwanja cha Moi Stadium mjini Voi. Ni takriban miaka 8 sasa imeweza kupita tangu uwanja huu uweze kujengwa na umeweza kusimama, na hakuna chochote ambacho kinaendelea hapa. Nasemekana kuwa kuna contract mbili tofauti ambazo ziliweza kusainiwa katika mradi huu. Contract ya kwanza iliweza kusainiwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2017 na ni milioni 94 ambazo ziliweza kutumika, na contract ya pili iliweza kufanyika tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2017, na baada ya hapo basi mradi uliweza kusimama na hakuna chochote kilichoweza kuendelea. Swali ni hili, je, hii pesa yote imeweza kuenda wapi? Huu ni ubadilifu wa pesa ya wananchi kusema kweli. Ukiangalia ndio ukuta uliojengwa peke yake hapa, ukuta nusu. Inasemekana ukuta ulikula karibia milioni 8, na pesa yote kwa ujumla ni milioni 168, na ni milioni 8 inasemekana ndizo zilizotumika hapa. Na alianzisha mradi huu ni aliyekuwa gavana wa Taita Taveta, Mheshimiwa Granton Samboja, ndiye alianzisha huu mradi. Na hakuna hata siku moja niliwahi kusikia kiongozi wa eneo hili la Taita Taveta akizungumzia swala hili hata siku moja. Je, kuna siri gani hapa iliyojificha? Imekuwa ni kitendawili tega. Hakuna hata kiongozi kusema kweli ashazungumzia swala hili. Na huu uwanja ukiangalia ni uwanja mzuri tu. Na ukiangalia pia kuna maduka pia kule yamejengwa, hayajamaliziwa, mengine yamewekwa milango, mengine hajawekwa mlango. Haya, ukiangalia maduka hayo ndo yamefanywa ndo sehemu ya kujisaidia haja kubwa, watu wanajisaidia hapo. Ni jambo la kusikitisha kusema kweli. Kwa hivyo viongozi wetu wa Taita Taveta, tafadhali naomba swala hili muliangazie, tafadhali swala hili muweze kuliangazia. Hali iliyokuwa sio hali ya kuridhisha. Kuna takataka zimeanza kutupwa hapo katika kiwanja, na pia ni hatari katika afya ya jamii. Sio jambo la kusikitisha. Na sijui wananchi wako na yepi ya kusema kufuatia swala hili, ama wako na hisia zipi kuhusu swala hili ambalo linaendelea hapa hivi. Inakuwaje bro? Salama. Je, kama unavyoona uwanja mradi ulianza tangu kitambo mwaka 2017, na mradi huo tangu uanze kusimama, tangu uliposimama mwaka huo 2017 mpaka leo bado haijawahi kuendelea. Kwa hivyo tuseme miaka 8 imeweza kupita. Yes, unalichukuliaje swala hili? Ni kweli huu mradi ulianza, lakini kwa sasa umesimama, yani kwa muda, na kuna changamoto nyingi sana. Maana ukiona kama kaunti zingine project kama hii ingesimama, ingeendelea, na ukiona kuna maendeleo huko, tuseme kama uwanja, for example uwanja tu yenye tunaongelea hapa, tuseme kama ungekuwa umemalizwa hapa, kungekuwa na vipaji, tuseme kama footballer ama basketballer, wangekuwa wanaendeleza vipaji zao. Kwa maana sasa hii ukiangalia Kenya yetu hakuna kazi, ni vijana wenyewe kujitegemea, na njia moja hapo ya vijana kujitegemea ni kutumia facilities kama hizi, kama hii uwanja. Ndio hapo vijana wataendeleza talanta zao. Pia kando na hapo kuna ajira. Unajua hapa kama hii uwanja ingekuwa imemalizika, ingekuwa na ajira mingi sana. Tuseme hata kuna mama wao kuuza vitu, kuna watu wa kufanya usafi hapa, unaona hiyo ni ajira. Sasa ni changamoto. Unajua tunasema hakuna kazi, lakini government inafanya nini? Kuleta ile vitu yenye itachangia kupatikana kwa kazi. Na moja hapo ni vitu kama hivi. Sema project kama hivi, nasikia kuna pesa imetengwa ikaletwa na tuoni kitu hiyo pesa inafanya. Sinaona. Sasa tungeomba tu hao viongozi wetu waweze kufuatilia vitu kama hizi, sikuwe
tuseme kama regime nyingine ikitoka, ikiacha mpango, ikiacha yani mradi, hii nyingine ikiingia, basi hiyo mradi inagwamia hapo hivyo. Na kwa hivyo unaona ni sawa gavana aliyoko sasa wa sasa aendeleze mradi ama achane nao? Kwa maoni yangu naona aendeleze, kwa sababu hii si eti ni kitu ya mtu eti ile mwenye alikuwa, sasa ni kitu yake personal. Hii ni kitu ya wananchi, ni kitu ya county. Sasa hata kama aliingia na kapata haijamalizika, inafaa aendeleze. Maana ajifanyie mwenyewe, wala afanyie yule gavana mwenye alikuwa akatoka. Hii ni kitu anafanyia wananchi, na kupitia kwa kitu kama hii pia wananchi tutamshukuru, maana tutatengenezea vitu vingi kama ajira. Sasa mimi naona aendeleze. Basi wananchi wengi wanasema kama serikali ya kaunti imeshindwa kuendeleza uwanja, basi serikali kuu ichukue ile jukumu la kuendeleza uwanja. Wewe unaona itawezekana kweli? Ona, tangu devolution ikuje itakuwa ngumu, maana devolution ilileta pesa kwa wananchi huku chini. Kuna vitu zimetengewa kwa ile serikali kuu na vitu zimetengewa kwa county. Sasa wewe sema serikali kuu iendeleze uwanja wa county, na tayari kuna devolution, kuna governor, kuna MP, kuna MCA. Sasa ni ngumu unless ingekuwa imetengewa katika serikali kuu hiyo, lakini tuseme serikali kuu ilishatoa pesa ikaleta kwa county. Sasa ni jukumu lao kuangalia pesa iliendaje, ilitumikaje. Hiyo vitu mtu anaweza fanya ni governor ambaye ni controller county mzima. Shukrani sana bro kwa muda wako. Sawa. Mtazamaji wangu wa Shauri TV, haya ndo maoni ambayo nimepata kusikia kutoka kwa wananchi hawa wa Voi. Kwa hivyo msikose kunifuatilia katika mtandao yangu ya kijamii. Facebook najulikana kama Shauri TV, Instagram Shauri TV, TikTok Shauri TV, na mtandao wangu wa YouTube najulikana kama Sema na Musa Abdishakur TV. Usikose kunifuatilia na usikose kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kupata vipindi vipe kila tunapovirusha hewani. Kwa hivyo tunapokea paka advertisement, kutaka kuadvertise katika biashara yako pia tunafanya, na namba zangu za simu ni 0798 96 23 na 78. Na huu ndio mwisho wa kipindi hiki chetu cha leo. Tuonane wakati mwingine.